Zimetimu saa zetu za taarifa kutoka JMN. Kuwa nasi. Mashambulizi ya makombora ya balistiki yamesababisha vifo vya watu watatu na kujeruhi wengine watatu karibu na Kyiv. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo, Timur Kachenko, amesema. Kachenko amesema mabaki ya makombora yaliyoanguka yameharibu majengo ya makazi na magari, huku moto ukizuka katika jengo jingine. Wahudumu wa dharura pia walikuwa wakipambana na moto uliokuwa ukiwaka katika jengo moja na kwenye tanki la mafuta mjini Kyiv. Meya wa Kyiv, Vitali Klitschko, aliandika kwenye Telegram. Huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine DSNS imeshiriki pia picha zinazoonyesha gereji, biashara na jengo vikiwa vimewaka moto. Huduma hiyo ilisema kwa idadi kamili ya waathirika bado inafanyiwa tathmini. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili katika mji mkuu wa Serbia, Belgrade, kwa ziara yake ya kwanza nchini humo. Anatarajiwa kukutana na rais wa Serbia Alexander Vučić kujadili masuala ya kiuchumi, usalama na uhusiano wa Serbia na Umoja wa Ulaya. Zelensky anajaribu kujenga uungwaji mkono mpana zaidi wa Ukraine, lakini Vučić amekataa kuiwekea Urusi vikwazo. Serbia inajitahidi kujiunga na Umoja wa Ulaya na imekuwa ikisaidia Ukraine, huku pia ikiahidi kusaidia katika juhudi za kuijenga upya nchi hiyo baada ya vita. Mapema wiki hii, Zelensky alisema kuchelewa kwa washirika wake kupeleka mifumo ya kuzuia makombora ya balistiki kumesababisha vifo vya kutisha na uharibifu mkubwa. Alisema uwezo mkubwa zaidi wa kuzuia makombora ungeweza kuokoa maisha katika mashambulizi ya hivi karibuni yaliyosababisha vifo. Baadaye, Rais Zelensky alisema usambaji wa makombora ya kuzuia mashambulizi kutoka kwa washirika wa Ukraine umepungua kwa kiasi kubwa mwaka huu. Kauli hii imekuwa baada ya Ukraine kushambulia mitambo miwili ya kusafisha mafuta iliyoko ndani kabisa ya Urusi, pamoja na meli zinazohusishwa na Moscow katika Bahari Nyeusi. Zelensky amesema mashambulizi hayo yalilenga kupunguza mapato ya mafuta yanayotumiwa na Urusi kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Mkurugenzi wa mchezo wa Newcastle United, Ross Wilson, amesema klabu hiyo haikupanga kumuuza nahodha wake Bruno Guimaraes, lakini kiungo huyo mwenye umri wa miaka 28 alitaka kujiunga na Arsenal. Mabingwa hao wa ligi kuu ya England wanatarajiwa kukamilisha usajili wa Guimaraes kwa ada ya pauni milioni 75 baada ya mazungumzo kati ya klabu hizo kukamilika, ikielezwa na vipimo vya afya ameshafanya. Ingawa Wilson amesema ilikuwa jambo la kukatisha tamaa muona Guimaraes akiondoka, amesisitiza kwa mchezaji huyo hakutaka tena kuendelea kuichezea Newcastle. Kwa heshima kubwa kwa Bruno kutokana na namna alivyotueleza na pia kwa hisia nyingi, alituambia wazi kwamba alitaka kuondoka na kuendelea na maisha yake, Wilson kasema. Aliongeza kwa kutaka kwa mchezaji kuondoka hakukumaanisha moja kwa moja kwamba klabu itamuuza, lakini hali hiyo ilizingatiwa wakati Newcastle ilipokuwa ikifikiria kiwango cha ada ambacho ingekubali. Wilson amesema kumuuza Guimaraes haikuwa sehemu ya mkakati wa Newcastle katika dirisha hili la usajili. Guimaraes aliagana na wachezaji wenzake kwa hisia pamoja na wafanyakazi wa Newcastle kabla ya kuondoka kwenye kambi ya maandalizi ya msimu nchini Hispania. Ataondoka Newcastle akiwa mchezaji muhimu wa 4 kuondoka ndani ya kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Sandro Tonali, Tottenham Hotspur na Anthony Gordon kwenye Barcelona wameondoka katika dirisha hili, huku Alexander Isak akijiunga na Liverpool msimu uliopita. Kuondoka kwa Guimaraes ni pigo kubwa kwa Newcastle kutoka na nafasi yake kama moja na wachezaji muhimu zaidi wa klabu hiyo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametetemea kuendelea kwa mazungumzo na Marekani, akisema Iran inaweza kupata haki zake kupitia diplomasia baada ya kuendelea na vita. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka 2 tangu aingie madarakani, Pezeshkian aliuliza, kwa nini tupigane ikiwa tunaweza kupata haki zetu kupitia mazungumzo? Hata hivyo, amesema Iran haitarudi nyuma katika misimamo yake, akidai kuwa kuendelea kwa vita ndilo chaguo ambalo Israel inataka ili kuilazimisha Iran kujisalimisha. Pezeshkian amesema mazungumzo yaliyopita yalisaidia kumaliza vita nchini Lebanon, kuondoa vizuizi na kupunguza baadhi ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran. Amesema pia spika wa bunge la Iran, Mohammed Bakr Kaliv, amekubali kujiunga na ujumbe wa Iran unaoshiriki katika mazungumzo hayo. Ujumbe huo pia unajumuisha wawakilishi kutoka mahakama, bunge, jeshi na taasisi nyingine za nchi hiyo. Kwa mujibu wa Pezeshkian, muundo huo unalenga kuonyesha kwamba sote tuko upande mmoja
katika mazungumzo hayo. Kauli hiyo imekuja wakati mazungumzo kuhusu mustakabali wa mlango bahari wa Hormuz yakiendelea kati ya Iran na Oman. Afisa mmoja wa Marekani ameiambia Reuters kuwa kumekuwa na maendeleo katika mazungumzo hayo, kwamba Washington inatarajia makubaliano kufikiwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa afisa huyo, Marekani inaweza kuondoa kizuizi katika bandari za Iran baada ya makubaliano hayo kutangazwa. Pezeshkian pia amekosoa watu anaodai wanazungumza kuhusu masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii bila kuwa na taarifa kamili, akisema kufanya hivyo kunaweza kuipotosha jamii. Rais huyo amesema Iran pia imefanikiwa kukabiliana na juhudi za wapinzani wake za kuidhoofisha au kuivuruga nchi kupitia shinikizo la kijeshi. Mahakama za Marekani zafungua njia ya kuwafukuza nchini raia wa Sudan Kusini na Myanmar. Majadili mawili ya mahakama za shirikisho nchini Marekani wamefungua njia kwa utawala wa Rais Donald Trump kusitisha ulinzi wa muda dhidi ya kufukuzwa nchini kwa watu waliokuja Marekani kutoka Sudan Kusini na Myanmar. Majaji wa Boston, Massachusetts na Chicago, Illinois siku ya Ijumaa walikataa majaribio ya mwisho ya watetezi wa haki za wahamiaji na kuendelea na hadhi ya ulinzi wa muda, temporary protected status, ukipenda TPS, kwa raia wa nchi hizo mbili. Hatua hiyo imekuja baada ya mahakama ya juu ya Marekani mwezi Juni kuruhusu utawala wa Trump kusitisha ulinzi kama huo kwa maelfu ya watu kutoka Haiti na Syria. TPS walinda wahusika dhidi ya kufukuzwa nchini na kuwapa kibali cha kufanya kazi wakati nchi zao zinakabiliwa na migogoro ya kivita, majanga ya asili au mazingira mengine ya kipekee. Kusitishwa kwa ulinzi hao kunaweza kuadhiri takriban raia 232 wa Sudan Kusini na watu karibu 4,000 kutoka Myanmar. Uamuzi wa mahakama ya juu ulipunguza uwezo wa mahakama za nchini kuzuia juhudi za idara ya usalama ya taarifa ya Marekani, ukipenda DHS, za kusitisha TPS kwa watu kutoka takriban nchi 12, huku ikisema tawi la utendaji la serikali lina mamlaka mapana ya kufanya maamuzi kuhusu mpango huo. Baada ya uamuzi huo wa mahakama wa juu, mawakili wa kutetea haki za wahamiaji waliwasilisha kesi mpya wakidai kuwa DHS haina mamlaka ya kusitisha TPS. Hata hivyo, jaji wa wilaya ya Marekani Patty Saris wa Boston alikataa hoja hiyo, akisema kwamba kuikubali kungehoji si tu mamlaka ya DHS ya kusitisha TPS, bali pia mamlaka yake ya muda mrefu ya kuongoza muda wa ulinzi huo. Jaji Matthew Kennelly wa Chicago alifikia hitimisho kama hilo saa chache baadaye katika kesi inayohusisha raia wa Myanmar. Watetezi wa wahamiaji wameonya kwa maamuzi hayo yanawaweka wapokeaji wa TPS katika hatari wa kufukuzwa nchini. Watu hao walikuwa wamepewa kibali cha kiutawala wakati mzozo wa kisheria ukiendelea, hali hii iliyowawezesha kuendelea kuishi na kufanya kazi nchini Marekani. Wanasema sasa watu hawa wanaweza kukabiliwa na kufukuzwa na kurejeshwa katika nchi ambazo bado zinakabiliwa na migogoro na ukosefu wa utulivu. DHS ilichukua hatua mwezi wa Novemba miaka 2025 kusitishwa TPS kwa Sudan Kusini, ambayo imekuwa nchini ya hadi hiyo tangu mwaka 2011 kutokana na mzozo unaoendelea, pamoja na Myanmar ambayo imekuwa katika machafuko ya kisiasa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. James Pezol, mwanasheria mkuu wa DHS, amesema maamuzi mapya mahakama yanaacha tu kusitishwa kwa TPS raia wa Ethiopia na Somalia, ambapo bado kumezuiwa na mahakama. Kwa leo ni hayo tu. Asanteni sana, kwa herini.